mapenzi yalikuwepo, chuki imetoka wapi? Hizi ni dalili 10 zenye kuashiria dalili za uchawi wa kufarakanisha ama kugombanisha. Uchawi huu ni maarufu sana kwa mke na mume, lakini unaenea. Unaweza ukampata mtu na ndugu yake, mtu na mama yake, mtu na baba yake, mtu na rafiki yake, mtu na mfanyakazi mwenzake, mtu na bosi wake, mtu na mshirika mwenzake. Mnashirikiana katika biashara ama mmefungua katika kampuni yenu mkafarakanishwa. Lakini pia inaweza kaenea kwa mtu na mteja wake. Mteja yule alikuwa ananunua sana, akafarakanishwa na wewe ili asiweze kufanya manunuzi kwako. Lakini inaweza kufanywa kama tulivyosema, washirika, kampuni mpaka ikafa ama ikayumba, utendaji kazi ukawa mbovu kabisa kwa sababu watu wameshafarakanishwa na ugomvi umetawala. Moja ya dalili hizo za sihiri ya kutengamanisha, ya kugombanisha ama ya kufarakanisha ni chuki. Ghafla tu unamchukia mtu, humpendi tena, mapenzi yanatoweka. Hali kama hii kutokea kwa ghafla, tambua ya kwamba hii ni uchawi wa kusambaratisha ama wa kutenganisha ama wa kugombanisha. Uchawi huu wa kugombanisha ama kufarakanisha unaleta hii chuki ya ghafla isiyokuwa na sababu za msingi. Mtu tu ghafla ulikuwa unampenda, lakini ghafla tu humpendi tena, huna hamna yeye, hutaki kumuona, unamchukia na unachukia kila kitu cha kwake. Chuki kama hii ni moja kwa moja ni dalili ya sihir ya kugombanisha na kufarakanisha, uchawi wa kugombanisha. Dalili ya pili ya uchawi wa kugombanisha ni ugomvi, kuwa na magomvi yasiyokuwa na sababu. Kitu kidogo tu mnagombana, mnapishana, mnapigizana kelele, hamsikilizani tena. Dalili hiyo ni dalili ya uchawi wa kufarakanisha. Dalili za msingi zinakuwa hazipo. Dalili ya tatu yenye kuashiria huo ni uchawi wa kugombanisha ni kutokuaminiana. Huona kama mwenzako labda anakufaidi, kama taasisi unaona kama anafuja pesa, lakini huna ushahidi wala huna hilo la moja kwa moja, ni dhana zako tu umeweka. Hamna sababu za kimsingi za kutokumwamini, lakini unapoteza imani kwake, huaminiki tena, unaonekana we ni mtu mbaya. Dalili hiyo ni dalili ya uchawi wa kugombanisha. Dalili ya 4 ni hali ya kutokuona mazuri ya mwenzako. Hata kufanyia zuri gani, alilolifanya, atakalolifanya, analolifanya, wewe hulitambui. Unachokiona ni mabaya tu. Mabaya yake ndio kipaumbele chako. Unaona ubaya wake tu. Mazuri aliyokufanyia, anayokufanyia kwako hayana nafasi tena. Hiyo ni dalili ya uchawi wa kufarakanisha. Dalili ya 6 ni hasira. Mazungumzo tu kidogo, mkizungumza kidogo tu hasira zinakupanda. Mnaanza kuongeleshana vibaya, kutukanana ama kujibiwa vibaya, majibu ya kejeli. Moja kwa moja ni dalili kwamba hapa kuna uchawi wa kufarakanisha. Inawapasa mchukue hatua ama uchukue hatua za kuenda kuopoa ama kuondoa. Hali ya 3 ni kukataa suluhu. Hali ya 7 ni kukataa suluhu. Yani anatokea mpatanisha, wapatanishe, wewe hutaki suluhu, unataka mapambano yaendelee, chuki iendelee, uhasama uendelee. Huna haja na suluhu wala huna haja na kupatanishwa. Dalili hiyo moja kwa moja ni dalili ya uchawi wa kutenganisha ama wa kugombanisha ama kufarakanisha. Dalili ya 8 ni dalili ya ndoto. Kuota ndoto za vita, kama unapigwa, unakimbizwa na hali kama hizo. Vile vile unaweza ukaota ndoto za kula. Zote zinatoa ishara kwamba kuna uchawi, na uchawi moja kwa moja unakuwa ni huu, ama unaweza ukawa ni huu wa kugombanisha ama kufarakanisha. Unapokuwa unapata hizi ndoto, unadungwa visu, unakimbizwa, unafanywa hivi, unakuwa kuna uadui wa kukutenganisha na jamii, kukutenganisha na mpenzi wako, kukutenganisha na bosi wako, kukutenganisha na kazi yako, kufanya usiweze kufanya mambo yako kwa utaratibu. Moja kwa moja inakuwa ni dalili ya uchawi wa kufarakanisha. Hali ya 9 ni hali ya kata mawasiliano. Kama ni wanandoa, hawasiliani tena, hawaulizani tena ya kheri wala ya shari, wao ni kimya, hamna mawasiliano. Hali kama hiyo inapotokea, mawasiliano unayakata ghafla tu, hamtaki kuwasiliana bila sababu za msingi, moja kwa moja inakuwa ni dalili ya sihiri ama uchawi wa kufarakanisha ama kugombanisha. Hali ya 10 na ni hali ya hatari vile vile, ni ile hali kukichukia cha kwake. Kama ni gari lako unalichukia, hutaki hata kulipanda, unaona bora zaidi upande bodaboda ama upande taxi, lakini na kwako hutaki kulitumia. Ofisi ni ya kwako, ukifika ofisini huitamani hata kuikelia kiti chako kile ambacho unafanyia kazi zako, hutamani kukaa ile sehemu yako. Kama ni nyumbani, hupendi kukaa nyumbani kwako, hupendi kile kiti chako nyumbani, kitanda, unakuwa unavichukia vitu vyako, unatamani hata ukalale guest, usilale nyumbani kwako. Ofisini hivyo hivyo, utamani kukaa ofisini kwenye kiti chako kama bosi, utamani kufuka ile sehemu yako ya kazi, unapenda kujitenga na kujiweka mbali na majukumu yako. Hali kama hizo moja kwa moja ni ishara kwamba huo ni uchawi wa kufarakanisha ambao inakupasa utambue na uweze kuepuka. Vile vile ni ile hali ya wewe kupenda kuwa na mwenzako, kuwa na nani hii,
huchukia kuwa karibu naye. Akiwa mbali na wewe unapata afueni, akiwa karibu na wewe unakuwa una chuki, una hamaniko, hupendi, yani unaghadhabika kukaa naye karibu. Lakini akiwa mbali na wewe unakuwa ni mwenye utulivu, mwenye furaha na mwenye kujisikia utulivu sana. Ila akiwa karibu na wewe tu inakuwa sasa hapo hujisikia amani, unajisikia anakuchefua, unaona kama ni kitu kichafu kiko na wewe. Lakini akiwa mbali na wewe unapata furaha na utulivu wa kutosha kabisa. Hali kama hizi zikikutokea, kwanza fanya subra, muombe Mola wako aweze kukuepushia hali kama hiyo, kisha fanya sababu za kisheria kuondosha uchawi huo. Katika tiba asili kuna dawa mbalimbali zenye kuweza kutoa uchawi huo. Dawa ya kwanza ni mkatakesi ama mvunja hukumu. Unatafuta mti huu wa mvunja hukumu, na vile vile unatafuta mti unaoitwa muua vikali unakuwa katika mchanganyiko wako, na vile vile mkoma mwenyezi. Miti hii mitatu unaichanganya pamoja vizuri, unaitwanga vizuri, unaisomea aya zile za ruqya, unaisomea vizuri, kisha unakunywa kidogo na unaogea ule muda wa kwenda kulala. Na asubuhi vile vile unapoamka unaandaa dawa zako hizo, unazitwanga vizuri, unaweka maji, unazisomea, unakunywa kidogo, unaogea, na huenda na baada ya muda, siku chache tu, uchawi huo unakuwa umeshatoka mwilini mwako biidhnillah, na unakuwa katika hali ya kawaida, na upendo unarudi, na mashirikiano yanarudi, na utendaji kazi unakaa vizuri kabisa. Vile vile dawa hizo unaweza ukazitumia kwa njia ya kuchemsha. Ukazichemsha na maji ya kutosha kuoga mwili mzima. Baada ya kuchemsha unaipoa, unajifukiza vizuri kabisa. Baada ya kujifukiza unayachuja vizuri, unaogea, na asubuhi vile vile unaandaa majani yako hayo ya ndio yataja mkoma mwenyezi, mkatakesi na muua vikali. Unayachemsha, unaogea, na unafanya kama nilivyoelekeza hapo awali. Unafanya mpaka dalili zote zipotee biidhnillah. Baada ya kufanya hivyo unaweza pia ukaandaa mafuta ya zaituni yanakutosha. Hamna haja kutafuta michanganyiko mingi, bali unaweza ukatafuta mafuta ya zaituni ukayachanganya na altiti, mvuje kidogo, ukatikisa vizuri, ukayatumia kupaka. Ukayasomea kwanza zile aya za ruqya, sura za ruqya. Baada ya kuzisomea ukayaombea kwamba yaweze kukunufaisha, kutia nia kwamba yaweze kukuondoshia maradhi hayo na mengineyo. Ukawa unapaka kila baada ya kuoga mwili mzima, asubuhi na usiku wakati wa kulala, na biidhnillah sihiri hiyo itaondoka. Na muomba Allah atuondoshe fitna za sihiri hii, na tukinge kutokana na sihiri hii. Atulinde sisi na vizazi vyetu, na atuepushe na uchawi na wachawi. Tuwe tunaishi maisha ya furaha na wapenzi wetu, na tufanye maendeleo yasiyo maendeleo yetu yanakorofishwa na mahasidi. Atukinge na mahasidi na wenye vijicho na wachawi na wanga na warogi. Subira Tiba Asilia tunakujali sana. Karibu sana Subira Tiba Asilia. Kwa tiba na ushauri unaweza kuwasiliana nasi kwa namba 0758200163. Subira